Karibu mtazamaji katika makala yetu maalum ya safari ya Tanzania mpya. Leo hii tunawasikiliza wananchi wenzetu wakieleza matumaini yao ya uchaguzi wa Oktoba 29, ya Tanzania mpya yenye ustawi kwa wote, nchi inayozingatia na kuheshimu utu, haki na usawa, na taifa imara linalojitegemea. Katika kipindi ambacho nimefanya kazi na Dr. Samia tena kwa ukaribu, kwa sababu nilipata bahati hizo, kipindi nikiwa Wizara ya Mambo ya Nje, nilikuwa napata nafasi ya kusafiri naye, kukaa naye karibu, kumsikia jinsi ambavyo anatamani Tanzania na hasa vijana ambao tunaita ni taifa la kesho wanakuwa na mazingira mazuri, uwezeshi ya kuweza kufanya kazi na kulitumikia taifa lao na kuhakikisha kwamba Tanzania yenye maendeleo, yenye amani na salama inapatikana. Na jukumu hili kwa kweli limekuwa ni la kutoka moyoni mwake. Kwa hiyo Watanzania wamekuwa wana imani kubwa kwamba bwana, tunapofika kwenye kiti cha urais tuhakikishe tunaweka chama ambacho kitatusaidia kupiga hatua kimaendeleo, lakini kitatuhakikishia uchumi mzuri, lakini kitatuhakikishia amani na usalama katika taifa letu. Sasa unapopiga kura, maana yake unampa mtu wajibu kwa kutimiza haki yako. Yaani unaenda unasema, bwana fulani, sasa mimi nakuchagua kukaa kwenye nafasi hii, lakini nataka unitimizie mambo 1, 2, 3. Kwa hiyo kupiga kura sio jambo la upande mmoja, ni la pande zote mbili. Anaenda kuchagua, anaenda kutimiza haki yake ya kumpa majukumu mtu, na anaenda kuchaguliwa, anaenda kutimiziwa haki yake ya kupewa wajibu wa kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo kuchagua na kuchaguliwa kama katiba inavyosema ni haki ya kila mtu, na ndio maana ikifika miaka 5 ambayo tumejipangia sisi, utaona shamra, utaona vyama mbalimbali vikiwa vinanadi sera zao na ilani zao, utaona wale wanaokidhi vigezo na masharti vya kikatiba wakiwa wanaingia kwenye vinyang'anyiro, na mwisho wa siku tunafika mwisho tunakubaliana, bwana, wananchi wameona huyu kwenye eneo hili anafaa, huyu kwenye eneo hili hafai. Sasa mimi ni wasii wenzangu, tuendelee kuheshimu utaratibu wetu wa kikatiba wa kufanya uchaguzi wa kuchagua na kuchaguliwa kila baada ya muda ambao tumejipangia kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu. Kwa kufanya hilo, 1, unakuwa unatimiza haki yako ya kikatiba. 2, unakuwa unatimiza haki yako ya kijamii ya kuchagua na kuchaguliwa. 3, unakuwa unayo mandate, unayo haki, unao uhuru na uwezo wa kumdai maendeleo, kumdai mambo ambayo alikuahidi yule unayemchagua. Ukijinyima hiyo haki, hatukutarajii sasa ndani ya safari uanze kulalamikia mambo ambayo hayakufanyika kwa sababu wewe hukumtuma kuyafanya hayo mambo. Sasa ili tuweze kufanikiwa, tuendelee kujitokeza, kushiriki katika uchaguzi, kuwapa majukumu na wajibu wale tunawachagua, ili katika kipindi chao cha utekelezaji wa majukumu hayo tuweze kuwadai tukiwa tuna ile tunayoita moral authority, tukiwa tuna uwezo kamili wa kudai kile ambacho tulikubaliana hapo mwanzo wakati wa uchaguzi. Hao ni Watanzania wenzetu na matumaini yao ya uchaguzi wa Oktoba 29. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, kwaherini.